Sasa tumeingia katika uwanja. In a rare and symbolic show of unity and faith, police officers in Thika set aside their weapons and joined residents and religious leaders in a week-long prayer crusade aimed at seeking divine intervention for peace in the country. The event, held under the theme, "Let's Pray for Peace in Our Country," drew hundreds of residents who gathered in worship, singing and dancing to the gospel music alongside uniformed officers, a scene that left many in awe. Several attendees were visibly moved, with some stepping forward to dedicate their lives to Christ during the spiritually charged gathering. Leading the initiative was the Kenya Forest Service Commander Bishop Amos Ole Dapas, who emphasized the urgent need for prayer during the current political season. He noted that electioneering period often comes with heightened tensions, calling on both citizens and security officers to seek divine guidance. Kwa hivyo, kazi yetu siku ya leo, tumeweka silaha chini. We have grounded our arms, seeking divine help and intervention from God. And we know God is hearing our prayers. God is here with us. Kwa hivyo tungependa kusema ya kwamba Mungu anaweza. Na kwa wananchi ambao mnatutazama, tafadhali mjue ya kwamba Mungu amebadilisha askari. Na kama Mungu anabadilisha askari, hata wewe ukiwa mahali ulipo, Mungu anakubadilisha. Tukileta neno la Mungu kwa sababu ya nchi yetu, na vile vile maombi kwa sababu ya nchi yetu, haswa wakati kama huu ambayo nchi yetu inahitaji maombi sana, na vile vile maaskari na vikosi vyote. Tunaona mambo mengi imetokea. Kwa hivyo usalama na amani ya kwanza inapatikana kwa mtu binafsi akielekea na kutafuta uso wa Mungu. Kwa hivyo ndiposa sisi tumekaa chini kama viongozi, kama watumishi wa Mungu, kama maaskari, tukajua ya kwamba hata ingawa tuko na silaha zetu ya mabunduki ambayo tunalinda nchi nayo, hiyo haijasaidia ya kutosha. Kupitia neno la Mungu na maombi na mambo ya kiroho, sasa tunajua inawezekana. His sentiments were echoed by Thika Sub-County Deputy Police Commander Johnson Ngao, who highlighted the importance of strengthening ties between the police and the community. He said the engagement marked a turning point in fostering trust and cooperation. Kile ambacho kimetufanya tukapatana hapa siku ya leo ni kwamba tumekuwa na ushirika pamoja na ushirika wa makanisa hapa ili kuweza kuwa na mkutano huu. Na mkutano huu unatuelekeza hasa katika kuweka umoja wetu sisi na wenyeji wa hapa, ili kazi yetu sisi kama askari iwe rahisi, kazi yetu ya kuweza kudumisha amani ikawe rahisi. Na tumeshirikiana kwa sababu katika kipindi hiki ambacho tuko haswa katika kipindi hiki ambapo tunaona kwamba kuna joto la kisiasa kidogo, tumeshirikiana kwa pamoja ili kuhamasisha na wananchi umuhimu wa kudumisha amani kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hapa kueleza ya kwamba kuna maisha ambayo tuko nayo, ama kuna maisha ambayo tutakuwa nayo hata baada ya shughuli zote ambazo zinafanyika hapa. Zaidi ya yote, tunataka kuimarisha ushirikiano wetu na jamii hapa ili tuendelee kupeana huduma nzuri zaidi kwa wale ambao wametuzunguka. Also, present was Moses Mbugua, who called for sustained prayers beyond the upcoming elections. He cautioned against seasonal spirituality tied only to political cycles. Mbugua said the week-long crusade comes at a time when the country is experiencing rising political activity ahead of the next general election. Ni wakati ambao nchi yetu inahitaji maombi, sio tu kwa sababu ya uchaguzi wa 2027, lakini nchi inasukumwa na maombi hata baada ya 2027 kuendelea mbele. Nchi hii inahitaji maombi. Nauliza kanisa la Bwana, nauliza watu wote katika nchi yetu, hii ni wakati wa kushika na kusimamisha madhabahu ya Mungu ya maombi, na taifa litasimama, nchi itasimama, viongozi wetu watasimama, na wale wote ambao wako katika nchi hii. With leaders across calling for calm and unity. For many in Thika,
The sight of police officers worshipping alongside civilians offered a powerful message that peace is shared responsibility, and sometimes the strongest weapon is prayer. As the country braces for tough elections come next year, 2027, the police have put their guns down and decided to preach the gospel of unity and peace. Reporting for Thika TV, Wanjiru Florence.